Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu tuendelee na mfululizo wa masomo haya ambayo tunaendelea nao. Tuko katika somo linahusu maombi ya vita. Maombi ya vita ni kwa sababu maisha ya Mkristo ni vita. Maisha ya mtu yeyote ni vita. Vita ni kali. Biblia inasema hivyo kwamba vita ni kali. Danieli akaambiwa vita hivi ni vikubwa. Vita hii ni kubwa. Ndio maana Mungu akatuma msaada kwa Danieli ili aendelee kupiga vita. Mungu alituma hata akili ya ziada kwa Danieli ili kuweza kupigana vita. Mungu siku zote anasaidi, anakuwa upande wa wale ambao amewajalia wokovu na wanapigana vita. Wametambua kuwa wanapaswa kupigana vita. Wapo vitani siku zote. Mimi ni Emmanuel David Shilatu, ninatokea King David School Arusha. Ninataka twende pamoja. Kwa hiyo karibu tuendelee. Hili somo tumegundua kwamba kutoka kwenye Biblia Ufunuo 12 mstari wa 7 kwamba hii vita ilianzia mbinguni na ikashushwa huku kwetu duniani. Kwa hiyo vita ni lazima, vita ni halisi, inatokana na upinzani, inatokana na kwamba Mungu alituumba ili tumiliki na kuitawala hii dunia. Tumiliki na kuitawala hii dunia. Sasa kinachotokea ni kwamba adui Ibilisi, shetani, ile nyoka wa zamani, naye anataka kumiliki na kutawala. Na unakumbuka kilichotokea katika bustani ya Edeni, alitwaa umiliki na kutawala dunia badala ya Adamu, baada ya dhambi kuingia katika ulimwengu, katika dunia. Kwa hiyo sasa tunaendelea kwamba kujifunza kwamba siku zote Mungu anatupa nguvu ili kushinda hii vita, ili kushinda kwenye kilimo, ili kushinda kwenye biashara, ili kushinda kwenye huduma, ili kushinda kwenye elimu, ili kushinda kwenye ndoa na mahusiano, ili kushinda katika siasa, ili kushinda katika jeshi, ili kushinda katika kila nyanja. Ile tunahitaji msaada wa Mungu, tunahitaji uongozi wa Mungu. Kwa hiyo kuna maandiko ya ziada ambayo nataka nikutazamishe kwenye Zaburi 105 mstari wa 24. Zaburi 105 mstari wa 24, na Biblia inasema hivi: aliwafanya kuwa na uzao mwingi sana. Na inasema pia akawafanya kuwa hodari. Inaanza kwa kusema akawajalia watu wake wazae sana. Akawafanya kuwa hodari kuliko watesi wao. Kwa hiyo hata pale ambapo adui anajitwalia nafasi au sifa ya kwamba ameshinda, ya kwamba amefaulu, ya kwamba amefanikiwa, inapoonekana kama vile wewe umeshindwa, inapoonekana kama vile wewe umekuwa duni, inapoonekana kama vile unashambuliwa sana, unakandamizwa, unazidiwa, Biblia inasema yeye Mungu anakufanya uzidi kufanikiwa, uwe na uzao mwingi, halafu na kuwa na nguvu kuliko watesi wako. Na pia mstari mwingine ningependa ni uibue ni Esta sura ya 9 mstari wa 16, kwamba wana wa Israeli wakayapigania maisha yao. Wana wa Israeli wakayapigania maisha yao. Wakayapigania maisha yao. Na Mungu akawapa ushindi. Kwa hiyo tugundue hicho kitu kwamba hakuna mtu mwingine atapigania maisha yako. Maisha yako utayapigania wewe mwenyewe. Hatima yako utaitetea wewe mwenyewe. Na nimekwisha kusema pia kwamba
katika kila familia kuna mtoto anayezaliwa ili kuwa mkombozi wa ile familia, na tunajifunza kupitia Biblia wana wa Israeli katika nyakati tofauti tofauti walipitia changamoto kubwa nyingi. Mpaka leo wana wa Israeli wanapitia changamoto nyingi, na sisi mataifa mengine ni Waisraeli kwa njia ya imani, na nasi pia tunapitia changamoto nyingi, na kuna wakati inaonekana kabisa kwamba tunaelekea pabaya, tunaelekea kushindwa, tunaelekea kupoteza, tunaelekea kuangamizwa, lakini Mungu hapo hapo huibuka na kuibua ushindi na kuibua mafanikio na kuibua ustawi. Kwa hiyo tunahitaji kabisa tustawi. Tunahitaji tustawi, tunahitaji tufanikiwe, tunahitaji tuvuke, na hii itatuwezesha tu kama tukibaki katika mpango wa Mungu, na mpango wa Mungu ni wokovu. Mpango wa Mungu kwa mwanadamu ni wokovu, na wokovu ndio majibu ya nguvu yetu, ndio tunapata nguvu kutokea hapo kwenye wokovu. Tunapokubali wokovu, tunapokubali mpango wa Mungu, tunadraw nguvu. Somo lilotangulia nilikupitisha katika kitabu cha Yoshua kuangalia mfano wa hatima ya mtu. Hatima yani ni maisha ya mtu kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwamba Mungu amepanga nini kwa maisha ya huyo mtu. Hiyo ndio inaitwa hatima ya mtu. Hatima ya Joshua ilikuwa ni ya ajabu. Joshua alipewa taifa kuliongoza, na kabla yapo alitumika kama mpelelezi chini ya Musa. Alitumika kama mpelelezi na akafanya vizuri sana katika ile hatua. Na sasa tukaona kwenye vipindi vilivyotangulia kwamba aliahidiwa ahadi ya ushindi. Vivyo hivyo na sisi tunayo ahadi ya ushindi. Sisi tunayo ahadi ya ushindi katika Agano Jipya. Warumi 8:28 inasema atukuzwe yeye atendaye mambo mema kwa ajili yetu. Kila kitu kinafanyika kwa wema. Kila kitu kinafanyika kwa wema kwa ajili yetu. Lakini Warumi 8:35 mpaka 37 ambapo inasema kwamba sisi tu washindi na zaidi ya kushinda. Sisi tu washindi na zaidi ya kushinda. Tunashinda na zaidi ya kushinda. Sasa pale tunapata kitu kimoja hapo. Tunagundua kwamba mpango wa Mungu sisi tupate ushindi. Ushindi wetu umeshahakikishwa. Ushindi wetu umehakikishwa kwamba hii Warumi 8:37 inasema, lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa yeye aliyetupenda, Yesu Kristo. Katika mambo hayo yote, katika vita vyote, katika changamoto zote, katika mapito yote, tunashinda na zaidi ya kushinda. Ushindi wetu sio wa kutafuta, bali umehakikishwa upo. Bali tutapigana, tutavuka, tutaingia katika changamoto mbalimbali. Tutapigania biashara zetu, tutapigania huduma zetu, tutapigania kazi zetu, tutapigania ndoto zetu, na ushindi utatokea hatimaye. Kwa hiyo Mungu anatukusudia tusimame imara, tutetee hatima zetu ambazo zimeandikwa. Biblia inasema hivyo kwamba katika kitabu tumeandikiwa mwanzo hadi mwisho wa maisha yetu. Nikiendelea mbele, Biblia inasema kwenye Hesabu
32 mstari wa 32 kwamba sisi tunashinda. Inasema tutavuka tukiwa tumevikwa silaha. Tutavuka tukiwa tumevaa silaha mbele za Bwana. Tutavuka tukiwa tumevaa silaha mbele za Bwana. Maana yake ni nini? Lazima tuvae silaha. Tena Biblia inasema silaha zote za Mungu. Tuvae silaha zote za Mungu ili tupate kushinda. Kwa hiyo silaha za Mungu ni nyingi sana, na tunapaswa tujifunze, tuzijue, tuzifahamu. Alafu ndipo sasa tuweze kupigana na kuvuka. Mpendwa, wewe unayefuatilia mafundisho haya, ninakukaribisha uwe tayari tupigane kwa ajili yetu wenyewe na ndugu zetu. Tupigane kwa ajili yetu wenyewe na ndugu zetu wanaotuhusu, wanaotuzunguka, kwa ajili ya mataifa yetu, kwa ajili ya nchi zetu, kwa ajili ya watu wengi ambao hawana msaada, hawajui wafanye nini, hawajui hizi siri, hawajui kwa nini hawasongi mbele, hawajui wamekwama wapi. Kwa hiyo tunahitaji Mungu atusaidie tuweze kusimama, tuweze kujua nafasi yetu. Tulisoma katika Yoshua 11 mstari wa 18 na 19, nasema kwa siku nyingi Yoshua alipiga vita na wafalme hao wote. Alafu mstari wa 19 unasema hapakuwa na mji wowote walioupata wana wa Israeli kwa amani, bali waliitwaa katika vita. Sisi pia hatutaweza kufanikiwa kuvuka pasipo kupigana vita. Lazima tupigane vita, ndipo tuvuke, tuweze kutwaa, tuweze kumiliki, tuweze kushamili katika jina la Yesu. Lazima tusimame imara. Lazima tujue siri hizi mbalimbali. Kuna siri ya jina la Yesu, kuna siri ya damu ya Yesu, kuna siri ya wokovu, kuna siri ya maombi, kuna siri ya maombi ya vita, kuna ziko siri nyingi sana. Kuna siri ya neno la Mungu, kuna siri ya ushirika wa Roho Mtakatifu, kuna ushirika wa meza ya Bwana, Hizo zote ni siri na zina nguvu sana. Zinatusaidia katika kusonga mbele, katika kutenda. Kwa hiyo nikukaribishe tusimame imara, tuweze kuwa watu wa maombi ya vita. Yanaombwa kwa fujo, yanaombwa kwa sauti kubwa, yanaombwa kwa ukakamavu, yanaombwa kwa muda ambao Mungu atakujalia, lakini utakuwa muda mrefu. Lazima utakuwa muda mrefu, kwa sababu vita yenyewe ni ndefu, inaendelea. Unamaliza hatua moja, unaingia hatua nyingine. Awamu ziko nyingi sana. Kila unachokigusa utakipata, lakini kwa vita, kwa kupigania, kwa kukaza uso. Biblia inasema uso kuwa kama gumegume. Basi nimshukuru Mungu, niombe kwa ajili ya kipindi hiki tunavyokikamilisha. Nikukaribisha na wewe tushiriki pamoja. Tutaomba kwa ajili ya kupokea neema ya kuomba, neema ya kufanya kazi, neema ya kushinda katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunakuja kwako, tunakusihi Bwana, uachilie neema juu yetu, neema ya kushinda vita, neema ya kufaulu, neema ya kupokea matokeo makubwa, neema ya kuwazidi adui zetu, neema ya uhodari, neema ya kustawi, neema ya kustawi hata wakati wengine wameshindwa kustawi, katika jina la Yesu Kristo. Napokea neema ya kupigana vita kwa ajili ya maisha yangu, kwa ajili ya maisha ya familia yangu, kwa ajili ya uzao wangu. Napokea neema ya kufanya vyema kiuchumi. Napokea neema ya afya ya kiungu. Napokea neema ya kuishi maisha pasipo magonjwa, katika jina la Yesu Kristo. Basi endelea kuomba haya maombi, uagize upokee neema
ya kufanikiwa, kufanya vizuri, kuvuka katika jina la Yesu.